na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoreo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Bwana Yesu atusaidie. Hapa nataka kusema kitu gani? Nimesema kwamba toba ya kweli inatambua hali ya dhambi ndani ya moyo wa mtu inayostahili hukumu ya Mungu. Hapa tunajifunza kwa Isaya. Tunaona Isaya kwanza anaanza anasema, katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, na alimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za uvazi lake zikalijaza hekalu. Nasema kwa kifupi tu kitu ninachotaka kusema, nilichokuwa ninatafuta hapa. Isaya anasema katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, yaani yeye katika ule mwaka ambao yule mfalme alipokufa, ina maana alikuwa hajamuona Bwana, lakini yule mfalme ule mwaka aliyokufa ndipo Isaya alimuona Bwana au alikutana na Bwana. Mstari niliokuwa nataka kukazia ni hapa anaosema, ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona Mfalme, Bwana wa majeshi. Hiyo ndicho kipengele tu. Yeye alitambua hali ya dhambi katika moyo wake, akajitambua kwamba yeye alikuwa na midomo michafu. Na baada ya kujitambua kwamba alikuwa na midomo michafu, ndipo alipokwenda mbele za Mungu kwa toba ya kweli. Na baada ya kwenda mbele za Mungu kwa toba ya kweli, tunaona alipata msaada. Maana malaika waligusa, tunasema imeandikwa pale kwamba walikuja na koleo la mkaa wa moto, wakagusa kinywa chake. Tunaona baadaye alipata nini? Uponyaji. Lakini ni pale ambapo alijitambua. Kama asingeweza kujitambua, asingeweza kupata nini? Msaada. Ndio maana ninasisitiza pale kwamba ni lazima kila mmoja atambue hali ya moyo wake jinsi ilivyo, ndivyo itakavyokuwa rahisi kwenda mbele za Mungu kuomba toba, na Mungu akaweza kumsaidia na kupata majibu. Hapa anasema Uzia. Nikaenda mbali sana, nikatafakari, nikawaza Uzia, yeye alimuona mfalme Uzia. Mimi nikaja hili neno nikalichambua kidogo, nikawaza Uzia. Hata sisi tunaweza kuwa tuna akina Uzia. Mimi naweza kuwa nina Uzia wangu ambaye unisababisha nisimuone Mungu, nisibadilike. Hata wewe hapo mwenzangu unaweza kuwa una Uzia ndani yako ambaye anaweza kusababisha usimuone nani? Mungu. Lakini Mungu anaweza akakusaidia kama utaelewa Uzia wako uliye naye katika moyo wako. Ni rahisi kwenda mbele za Mungu ukaomba Mungu kwa unyenyekevu, yule Uzia akaondoka. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo hapo ndio nilikuwa nataka nikueleze tu kwamba ni lazima toba ya kweli itambue hali ya dhambi ya mtu. Lakini kama unajiendea tu bila kujitambua, unapiga tu bila kujitambua. Ndio maana unatakiwa hata unapokuwa kwenye maombi, kwanza unapokwenda mbele za Mungu, usiwe na haraka. Hebu kaa kidogo, hata utafakari, waanze kuangalia kilichomo ndani yako. Mungu atakufunulia hata vile vitu